kunitofautishia vitu vitatu: tofauti ya rushwa ya ngono, ukatili wa kingono na ukatili wa kijinsia. Una tofauti gani? Nirudie. Utofauti kati ya rushwa ya ngono, ukatili wa kingono na ukatili wa kijinsia, tofauti wake ni nini? Ni ile hali ya mtu kutumia mamlaka yake vibaya, kukutaka kingono, yaani kukutaka kimwili, ili aweze kutimiza mahitaji yako. Awi, niliwauliza mwanzo, tunachoshangaa ni nini? Kipi kigeni alichovaa yule? Basi naomba turudi darasani. Niliwauliza swali hili, mlishindwa kunijibu. Sasa tulieni basi niwapeni faida, ili kesho akija mtu au hata nikitokea kwenye mtihani, kwa sababu tunapokwenda huko mitaala inabadilika kila siku, si ndio? Sasa tunapongelea rushwa ya ngono. Rushwa ya ngono ni ile hali ya mtu kutumia mamlaka yake vibaya. Kwa mfano, wewe una uhitaji wa kufaulu, sawa? Nawapeni hii kidogo. Una uhitaji wa kufaulu, na kila mmoja wenu ana uhitaji wa kufaulu, lakini uwezo wako una uhitaji kupata msaada kwa nani? Kwa mwalimu. Unakwenda kwa mwalimu wa kiume, kwa mvulana unakwenda kwa mwalimu wa kike, alafu mwalimu wa kiume anakuambia nisikilize, unataka nikufundishe hii topic, tukutane nyumbani, shika namba yangu ya simu. Huyo anakuingiza kwenye rushwa ya anakutaka kupatia. Cha pili, huyu mwalimu anaingia darasani, anakuambia usitoke, wewe baki na topic muhimu kwako ili uweze kufanikiwa kwenye ule mtihani. Si umeelewa? Hiyo anakuingiza kwenye rushwa nini? Ya ngono. Lakini konda wa daladala anapokwambia unalipa nauli ya nini wewe, panda bure. Siku ya kwanza ya pili anakwambia sikiliza wewe, shika kasimu katochi haka, ukifika shuleni chomoa beti, ukiweka ukiwa unatoka shule nipigie simu nikufuate. Huyo anakuingiza kwenye rushwa ya nini? Boda boda, uza chipsi, mayai, kuku, wale wazee wa chipsi yai, wazee wa bajaji, na nyinyi mnapenda wapi bajaji vile vile napenda kweli. Hizo zote ni dalili za kuingizwa kwenye vitendo vya rushwa ya nini? Ya ngono. Awi, na rushwa ya ngono huwa mara nyingi inawakuta hasa nyinyi watoto wa sekondari. Hapo ulipo wote nyinyi mko chini ya umri wa miaka 17, si ndio? Nyinyi wote ni watoto, ingawa inawezekana nywele za papani zishaanza kuota, nywele za siri zishaanza kuota, lakini wewe bado ni nani? Linda utoto wako kwa manufaa yako ya ukatili wa kingono. Awi, naomba mnisikize sasa, tuko darasani, mnajua ukatili wa kingono ni ile hali ya jitu zee kama mimi, si ndio, na kuja kutembea na wewe. Huo ni ukatili wa ninakulazimisha. Kuna kubakwa na kuna ukatili wa kingono. Yaani wewe unaweza ukakubali kuwa na mimi, lakini si kwa mapenzi yako kutoka kwenye nafsi yako. Sijatumia pesa wala sijakulagai kwa pesa, nimekutongoza kawaida. Ukatili wa kijinsia sasa ndio uko wa aina nyingi.